Bana, mambo vipi? Karibu sana katika kipindi chetu cha jamii yetu ambacho huwa kinaruka kila siku. Na leo tuko na mada isemayo, je, unaweza ukafanya biashara kwa kupitia hela ya mtaji wa mkopo? Bila kusahau mtangazaji wako ni mimi Hopely. Vile tumedhaminiwa na DSJ College, chuo cha uandishi wa habari ambacho kina campus mbili, kinapatikana Ilala na kingine kinapatikana Kiluvya. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyoweza kukuambia hapo awali, kipindi chetu ni jamii yetu, na leo tuko na mada mezani isemayo, je, unaweza ukaanza biashara kwa mtaji wa mkopo? Tumekutana na mdau hapa. Kaka, mambo vipi? Niko poa kabisa. Mzima kabisa. Kwa majina unakuita nani? Kwa majina nafahamika kama Hamza. Kaka Hamza, mimi nina swali hapa. Ndio. Swali langu ni kwamba, je, unaweza ukaanza biashara kwa mtaji wa mkopo? Asante. Kiukweli inawezekana, kwa sababu mkopo ni kitu muhimu sana, haswa kwa maisha yetu haya ya Kiafrika ya unga mwana. Ni muhimu sana kuwa na mkopo. Unawashauri nini wale watu ambao wanakaa wanasema, mimi bwana sina hela ya kuanza biashara, anategemea tu wazazi, na unakuta hapo muda mwingine umri umekwenda? Unamshauri vipi? Kama huna hela kabisa, yani kweli, na hata maisha nyumbani haeleweki, basi nashauri nenda kwenye mikopo, maeneo ya SACCOS na hata mitandaoni siku hizi ya simu wanakopesha. Kwa usiogope kukopa, kwani kama wazo lako zuri la biashara, faida ikirudi unaweza ukaregesha mkopo. Kwa na washauri wakope kama wana shida kweli ya kukopa. Asante sana. Shukrani. Mtazamaji wetu, tumekutana na kaka mwingine hapa. Kaka, mambo vipi? Safi kabisa. Mzima kabisa. Kwa majina unakuita nani? Mimi nafahamu kama Nick JR. Nick JR. Una jina la kisanii kidogo. Kabisa. Kaka Nick, mimi nina swali hapa. Swali langu ni kwamba, je, unaweza ukaanzisha biashara kwa mtaji wa mkopo? Kwa mtaji wa mkopo sishauri sana, kwa sababu katika biashara au unakuwa una uhakika 100% kuna kupata faida na kupata hasara. Ikitokea Mungu umechukua mkopo afu tena na biashara umepata hasara, unakuwa umejiingizia mzigo juu ya mzigo. Utakuwa msala tena. Kabisa. Kwa wewe unashauri nini sasa? Ni bora mtu ujiwekeze, then baada hapo fanya biashara unayotaka. Asante sana. Sawa. Mtazamaji wetu, kama ulivyoweza kumsikia kaka Niki hapa, tumeongea na mdau kwamba amesema kwa hiyo upande wake yeye anasema kwamba hawezi kuchukua mkopo kwa sababu ya biashara, kwa sababu katika biashara kuna mambo mengi, mtu anaweza akapata hasara then akashindwa kurudisha ule mkopo. Lakini kuna mdau mwingine tumemwona kwake yeye anaweza kuchukua mkopo kwa sababu ni kitu ambacho anakiamini na kitu ambacho anaenda kukifanya ni kizuri. Ulikuwa nami mtangazaji wako Hopely. Tuambie wewe unapendelea kufanya nini, kuchukua mkopo kwa ajili ya biashara au kujiwekeza kwa ajili ya biashara? Ulikuwa nami mtangazaji wako Hopely. Till next time. Bye bye.